kuwa kwa mamkuzi hayo kwa kuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na nyinyi mnapaswa kuniambia wa alaikum, mtarudia wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Yani maana yake mmesema na wewe pia amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake zifike kwako. Mamkuzi ndo haya. Alafu sasa tukitaka kuongeza ile mamkuzi nyingine ya mtaa ile mambo nini sasa hiyo tutaongeza baadaye, lakini hii ndio itangulizwa kwanza. Tumeelewa na haya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza zaidi kwa kuwaongoza kwa katika kuwachagulia dini ya sawa haki. Na unajua kila jambo huwa lina faida yake. Dini ya Kiislamu huko kuna watu bali Mwenyezi Mungu, dini ya Kiislamu, mtu yoyote ambaye ameingia kwenye Uislamu, faida number 1 ile umepata sahihi, ile umepata faida number 1. Ukistep katika Uislamu hapa hivi Mwenyezi Mungu hivi alikuwa mtu akizungumza angalau kae anakusamehe madhambi yote, whatever anisimamisha hapa, hakuwabakishwi hata iwe kubwa kushinda mlima, hata iwe mbaya namna gani. Mwenyezi Mungu ameiondoa, amesafisha. Nyinyi hamuna sasa, nyinyi ni hamuna, kitabu yenu nyeupe kabisa, haina dot, hata kitabu yenu haina dot. Tutangaze, unaelewa? Hiyo ndio zawadi number 1 umepata. Tutasema sawa. Nyinyi sahihi na mtoto mdogo ametoa, hamna tofauti. Nyinyi na wale watoto wadogo hamna tofauti. Tunaamini katika dini ya Mwenyezi Mungu kwamba kila binadamu anapatia ile kitabu ya green yanamlazimu kila Muislamu. Njoo uone hapa miaka 15 hiyo kitabu inakuwa activated. Kitabu inakuwa activated miaka 15. Bale unakuwa unajisikia ni mwanaume. Huyo amesilimu juzi. Sasa Mungu anakuangalia. Unafanya ile maamrisho yake. Yes, anaika tick na unapata max. Haufanyi unaekewa X kama chochote vile anaika Mungu anaeka. Kwa hivyo kila mtu ana kitabu yake. Sasa as long as you live miaka kwanza 15 mpaka 20 unapiga picha kitabu yako, unaangalia wewe mwenyewe unajijua. Mimi nilifanya mbaya, nilifanya, ujue yote imekuwa recorded. Na kama yote nzuri ulifanya pia inakuwa recorded. Mungu ana record each and every deed of a person. Kila tendo la mtu linarekodiwa. Liwe baya liwe zuri linarekodiwa. Vyo tuonyeshe. Na tendo zuri, kufanya matendo mazuri unakuwa rewarded 10 folds kwenda juu. Ukifanya mbaya unapata ile moja 1 to 1. Umefanya mbaya moja unaandikiwa moja. Lakini ukifanya nzuri moja unaandikiwa 10 kwenda juu. Hiyo ndo kadi mbili bwana. Yani uzuri wa Mwenyezi Mungu. Na sasa hivi nyinyi mmeingia katika Uislamu, hiyo yote hesabu kuanzia miaka yenu, hesabuni from here to 15 years back huko, yani kuanzia miaka 15, hiyo makosa yenu yote imesamehewa. Sasa ni nyinyi ndio mtaanza kuandika tena kitabu 1 square 1. Ujue sahihi ukifanya makosa inaandikwa 1, inaanza kitabu yako inaanza inaanza 1. Lakini faida nyingine sasa, hiyo ndio makosa. Upande wa makosa ni sahihi ukifanya ndio unaandikiwa 1. Haina kitabu yako ni nyeupe kabisa kama karatasi ile. Mtu kama haina kitu upande wa makosa. Lakini upande wa mambo mazuri Mwenyezi Mungu amechukua sasa ile mbaya yote ile ulifanya, ile mbaya yote ulifanya haja tupa Mungu. Unajua anafanya nini? Ile mbaya anaiconvert kwa nzuri. Kwa mfano ulikuwa umefanya mazuri kama 1000 na umefanya mabaya kama 3000. Maiki yangu sasa ile 3000 mabaya itakonvertiwa kwa nzuri 2000. Yote itakuwa ngapi? Utakuwa sasa una mazuri ngapi? 1000. 5000. Tumesema 3 na 2. Hiyo ni mfano nakupa. Umeelewa? Kwa hivyo hiyo ndio zawadi ambayo kwamba mmebarikiwa nayo sahihi. Sasa nyinyi ni as new as. Unaelewa? Sasa ukishaingia katika Uislamu ni dini. Tuelewana? Tukizungumza dini, tunazungumza kitu ambacho kinafungamana na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dini. Dini ni nini? Unasikia, mshasikia watu wakizungumza, ni dini ya Kristo, hii dini ya Kiislamu, hii dini ya Kihindi. Unajua maana dini?
Ni neno tu unajua, unasema dini, lakini hujui, sio? Maana dini, ile neno dini limetokamana neno la Kiarabu. Limetokamana neno la Kiarabu din. Na maana ya dini kwa Kiarabu ni njia. Sasa unaposema mimi ni dini ya, unasema wewe unafuata njia ya, wewe unasema hivyo. Unaelewa? Sasa dini ya Kiislamu ina maana unafuata njia ya Kiislamu. Na Islamu ni nini? Islam means total surrender. Hiyo ndo maana Islam. Total surrender. Umeinua mikono juu. Hii nani kama mtu ameshikiwa bunduki. Yaani wewe bana vile unataka sasa unafaa. Vile unataka nifanye. Maana sasa ushaona bunduki, unaona? Ndio katika Uislamu namna hiyo. Wewe umejisarenda kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu niko chini yako, nafuata vile unasema. Hiyo ndo maana Uislamu. Ni kwa msikilizaji leo. Umekuja hapo mashaallah. Tumeelewana eh? Kwa hivyo tukizungumzia dini ya Kiislamu, Islam ni Arabic word. Islam means peace. Islam ndio kiwasalimia naambia assalamu. Assalam is from the word Islam. Assalam from Islam. Kwa hivyo Islam ni amani, ni peace. Sisi dini yetu ni amani. Sisi si watu wa vita kama inavyosema, kama mlivyoambiwa hapa, sisi si watu wa vita. Sisi ni watu wa amani. Kwa hivyo ukiingia katika dini ya Islam, wewe ni unaingia katika amani. Unaelewa? Sasa the thing is, kama nimewambia mwanzo kwamba dini ni njia ya Mungu. Na dini si kampuni. Si kampani. Kama kuna kampani fulani sio ya nini, kampani sio ya nini. Ile kampani ukienda unafanya kazi pale, ile ni kampuni. Unaona? Labda kuna masharti pale, ukifanya kazi unalipwa, unaona hivyo. Ukikosea unafutwa, unaona hivyo. Lakini hii dini ni mambo na Mungu. Ni biashara ya baina yako wewe binadamu na Mungu wako ambaye amekuumba. Mungu ndiye ametuumba sisi. Kwa hiyo unapoingia katika dini unafunga biashara yako wewe na Mungu wako aliyekuumba. Binadamu hahusiki hapo. Unaelewa? Binadamu hapa katikati hahusiki, ni wewe na Mungu. Wewe na Mungu. Kwa hivyo ukisema nimeamini kwa Mungu, uje kumwambia binadamu, umemwambia Mungu mwenyewe. Sasa Mungu anakuangalia, je, wewe umeniamini kweli? Sio? Umechukua imani yangu kweli? Sasa kama umechukua imani yangu, mimi kuna mambo fulani na fulani nataka ufanye nini? Uyatekeleze. Sasa utakapoyatekeleza yale mambo, Mungu anajua wewe ni muumini wa kweli. Wewe umemwamini kweli, atakureward. Unaona? Na ikiwa wewe tuseme unadai kuwa wewe ni muumini wa Mungu, lakini kumbe ni uongo, hao ndio wale wanaitwa hypocrites. Ama kwa Kiswahili kwa Kiarabu wanasema wanafiki. Mnafiki, hypocrite ni mtu ambaye anasema kitu lakini ameficha kitu. Amesema uongo, amesema uongo ameficha kweli. Ama amesema kweli ameficha uongo. Si mnaelewa? Huyo ndo mnafiki. Hiyo mtu kama Mungu hataki. Mungu anataka straight. Unaona? Unamwamini yeye basi na unafuata vile yeye amesema. Na ukae ukijua ni biashara ya wewe na yeye. Mtu mwingine hausiki. Si unafahamu eh? Si kwamba ukifanya hivi kuna binadamu pale atakufanyia hivi. Hiyo ni wewe na Mungu wako. Ukiharibu unaharibu wewe baina yako na Mungu. Na ukitengeneza utengeneza baina yako na Mungu. Unaelewa? Hiyo ndo maana fupi ya neno dini ya Kiislamu. Mnaelewa? Haya. Sasa Uislamu kama nilivyoeleza ni dini, si ndio? Hii dini ya Kiislamu imepigwa mfano wa building, jengo. Dini imepigwa mfano wa jengo. Leo tukitaka kujenga nyumba, tutachimba foundation, tuweke pillars, si ndio? Roof, partition, kila kitu, dirisha, mlango. Si ndio nyumba hiyo? Iwe kamili ndio uweze kuingia kwa nyumba, ndio uweze kuitumia nyumba yako, iwe na mlango, si ndio? Dini ya Kiislamu, Mungu anasema dini ya Kiislamu imejengwa kwa nguzo 5. Dini ya Kiislamu imejengewa kwa nguzo ngapi? 5. Hiyo ndio pillars. Means kama nilivyosema mwanzo, mjengo unaanza na foundation na pillars. Bila pillars kuna mjengo hapo kweli? Hakuna. Hiyo ni rubble, si ndio? Kuna kitu. Sasa dini yako ni pila 5. Pila moja ukiondoa, Uislamu wako not stable. Ukiondoa moja tu not stable. Lazima ziwe pila zote 5.
Pila ya kwanza ni ambayo mshaijenga tayari, ni shahada, testimony, ndio shahada. Umechukua shahada sasa, hiyo ndio pila ya kwanza. Zimebaki pila ngapi? 4. Pila ya pili ama nguzo ya pili tunasema inaitwa swala. Unaona? Swala ni ile ambayo kwamba Waislamu tunasikia nje huko Allahu Akbar, unasikia nini sio? Kila alfajiri saa 11 unasikia, saa 7 unasikia, saa 10 unasikia, magharibi saa 12 unasikia, na usiku wa mapema saa 2 unasikia tena. Mara ngapi hizo? Mara 5. Utasikia Allahu Akbar, utaona Waislamu wanakuja. Hiyo call, yale maneno tunasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunasema Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, kwa sababu wewe ulichukua shahada ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Sasa huyo Allah anakuita Allahu Akbar, anakuita. Sasa ukisikia mimi ni Muislamu ndo nimeitwa, umeignore ile shahada yako. Si unaelewa? Umeignore shahada yako. Sasa ukisikia unajiambia Mungu ameniita, unakwenda kujibu mwito wake. Tunakuja hapa tuna perform hiyo swala. Swala ni neno Kiarabu. Swala ni neno ya Kiarabu. Kwa Kizungu tunaita communication. Unakuja hapa kwa msikiti, unakuja kucommunicate between you na nani? Na Mungu wako aliyekuumba. Unakuja unamwambia matatizo yako. Yeye Mungu kuna vile ametupangia ile communication. Kuna vile ametupangia. Through that communication, ndani ya communication kuna maombi yako ule unaotaka kwa Mungu, kuna zile baraka zake anakupa. Kwa hivyo ukiondoka pale wewe uko set up. Unaelewa? Hiyo ndio swala, tunaita swala, communication, mawasiliano. Mfano mdogo tu nitakupa. Wewe una rafiki yako ama ndugu yako, ama zaidi sema mfano mzuri, mpenzi wako. Yule mpenzi wako ni mke wako, si ndio? Kwa siku moja unakuta kama mna muendano mazuri na mke wako, kwa siku moja mnaweza kupiga simu zaidi ya mara 10 mara, si ndio? Hello baby, uko wapi? Vipi unaendeleaje? Uko sasa ni hivi. Kile kitambo kidogo anapiga tena simu. Vipi? Nini? Communication. Inajenga ile mapenzi yenu mmoja wenu. Lakini angalia relation ambayo haina communication. Bibi na bwana lakini hawana communication. Mtu yuko lakini hakuna bibi ampigii bwanake simu, wala bwana hakuna mtu anajua where about ya yule wala about ya huyu, si ndio? Kwa hivyo anything can happen. Lakini communication iko strong. Unajua mimi niko na nani, na yeye anajua yuko na nani. Ndio hiyo kitu inaendelea baina sisi na Mungu. Mara 5 tunaitwa. Hapa kuna kitu kisiwachanganye. Kuna kitu kimoja kisiwachanganye. Nimewambia Uislamu as a complete religion ina nguzo ngapi? 5. Nguzo ya kwanza ni shahada. Zibaki nguzo 4. Nguzo ya pili ni swala. Swala hiyo mbona nimeelezea habari yake. Na swala zenyewe ni ngapi? Unaelewa? Hii nguzo ya pili nayo imejengwa na nguzo ngapi? 5. Hiyo nguzo ya pili ina branch 5. Ndio zile swala. Unaelewa? Na hii nguzo hii ndio the strongest pillar after shahada. Second strongest pillar ni hiyo. Kwa sababu nguzo ya 3 ni kitu kuna deal na zaka. Unajua zaka? Zaka unajua? Kwa lugha za Biblia wanasema alms. Unatoa kitu, kutoa kitu. Zaka na sadaka ni kitu tofauti. Zaka na sadaka ni kitu tofauti. Hii nguzo ya kwanza ni shahada. Nguzo ya pili ni swala. Nguzo ya 3 ni hiyo zaka. Zaka ni mali fulani, a portion of mali yako fulani ambao unaitoa kwa Mungu, unampa Mungu. Na mali yenyewe inatakaniwa katika kila 100. Katika kila 100 unampa Mungu shilingi 2 na sumni. Out of your 100 bob unatoa tu shilingi 2 na sumni. Hizo nyingine ni zako, lakini hizi 2 na sumni mpe Mungu, 2 na nusu mpe Mungu. Na hiyo inatolewa once a year. Tena bado ina masharti mengi sana. Masharti yenyewe si atu ukiwa na 100 tu ndio utatoa hiyo shilingi 2 na sumni. Hapana, kuna amount fulani we hit, a certain amount ambayo inatakaniwa.
ni mapesa mengi sana, mapesa mengi sana. Sasa ukiona pesa within 1 year ukiwa nayo iko kwenye akaunti yako umeweka, basi hiyo pesa ujue ikizunguka na mwaka unatoa shilingi zako 2.10 katika kila 100 ile pesa, katika kila 100. Kwa mfano kama ni 1000 unahesabu shilingi 2.10 katika kila 100, uta total kwa ngapi? 50 kitu kama hiyo, hiyo ndio Uislamu unafanya. Kwa hivyo utakuta ukiwa na kama 1,000,000 utahesabu tena utatoa kama labda 1000 kadhaa hivi ama shona kitu kama hicho, ambayo haijagusa kitu sana kwa katika mali yako. Mungu hataki kuchukua mali yako yote. Halafu kitu kingine katika hiyo unatoa hiyo, Mungu mwenyewe ana promise, anasema ukitoa hiyo Mungu anakupa anakumultiplyia zaidi na zaidi na zaidi. Hiyo ni nguzo ya ngapi? Ya 3.